Eternal Father, I offer you the body and the blood. Basi nashukuru Mungu tena asubuhi ya leo kwa nafasi ambayo amenipa tena nikapate kuwasiliana nawe moja kwa moja kupitia runinga ya Lulu TV. Ni asubuhi ya Jumapili ambayo Mungu ameandaa ili tukapate kuwasiliana tena tujifunze pamoja. Mwisho wake tutapata nafasi tukaombe, na ninajua ya kwamba Mungu ambaye ameniweka kwa hii studio asubuhi ya leo ana jambo na wewe mtazamaji. Niposa ninakukaribisha ninapoanza ili ukapate kuchukua nafasi yako tukapate kujifunza kutoka kwa neno la Mungu ili tupate nafasi ya mwisho ya kuomba. Niposa najua ni Jumapili, labda uko na shughuli ya siku ya leo, nataka toka kwenda kanisani, ama una shughuli ya siku ya leo, lakini na kusii ukapate nafasi ili ukaketi chini na ukachukue Biblia ile tukapata kusoma katika neno ili tukapate kujifunza. Neno la Mungu limeandikwa ya kwamba ni hai na linatenda. Neno la Mungu lina uwezo ya kuokoa na kuponya magonjwa yote, na neno la Mungu linamaliza shida ambayo shetani ameleta katika maisha yetu. Kiposa unapoketi ukisikia neno, jua ya kwamba unapokea baraka ya Mungu, na neno la Mungu litainua hata na maisha yako. Kiposa unapoketi, nataka wewe pia ukapate nafasi, hata kama uko hapo kwako, ukachukue Biblia yako ili tukapate kusoma pamoja nawe. Jina langu ni Askofu Abol. Mimi ni askofu wa kanisa ambaye inaitwa Father of Holy Trinity. Mungu amenipa nafasi siku nyingine tena ya leo. Nimekuja ili tukapate kusoma na kujifunza. Najua ya kwamba mwaka imeanza na saa hii tumemaliza Januari, tumeingia mwezi wa pili. Lakini najua kuna mambo mengi ambayo inatukumba, na kuna vitu nyingi ambayo inatudhuru katika maisha. Lakini Mungu akileta neno lake, neno la Mungu inabeba jibu la kila jambo. Ukiketi polepole na uanze kusikia kutoka kwa moyo wako, neno la Mungu halitakuacha vile ulivyo. Lazima itabadilisha maisha yako. Neno la Mungu litabadilisha roho yako. Hata kama unapitia hali ngumu, neno la Mungu linaweza tatua ile hali ngumu ambayo unapitia, kwa sababu jibu ya maisha yetu inatoka kwa neno. Niposa tutasoma katika kitabu cha Wagalatia ili tukapate kusoma na kujifunza kutoka pale. Nataka tusome katika kitabu cha Wagalatia nataka tusome katika Wagalatia 6 mstari wa 7. Wagalatia 6 mstari wa 7 ndio nataka tukapate kusoma pale ili tukapate kuelewana katika neno la Mungu. Na ninasoma katika Wagalatia 6 mstari wa 7. Inasema hivi: msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote upandacho mtu ndicho utakachovuna. Ninarudia tena kusoma. Biblia inasema hivi: msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote upandacho mtu ndicho utakachovuna. Na hiyo ndio neno ambayo nimesoma asubuhi ya leo, yenye nataka ninene kuhusu. Jumapili iliyopita tulisoma katika kitabu cha Mathayo 15 mstari wa 13, ambayo inasema ya kwamba kila pando lisichopandwa na Baba wetu wa mbinguni litang'olewa. Na leo nimesoma mali Paulo alikuwa akinena na Wagalatia, na akasema msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, chochote apandacho mtu ndicho atavuna. Na hiyo ndio ujumbe ambaye nataka niongelee siku ya leo ili tukapate kuelewana katika neno. Kuna
mambo mengi ambayo inafaa sisi wote tuelewe ya kwamba Mungu hahukumu mtu bila sababu. Na Mungu anahukumu mtu kupitia yale amepanda ama yale amefanya. Mungu hawezi akahukumu nchi yeyote kama kuna kitu kibaya imetendeka katika hiyo nchi. Ama Mungu hawezi kuhukumu familia yeyote kama kuna kitendo ambayo ilitendeka katika hiyo familia ambayo inafanya Mungu akahukumu hiyo familia. Na asubuhi ya leo nataka nikueleze ili ukapate kujua ya kwamba chochote ambayo unapitia ujue ya kwamba ni kile ulipanda ama lipandwa na wazazi ama wababu wa kale, ndio sahi sasa tunavuna. Na tuna wengi wanavuna machungu sana katika maisha yao. Wengine wanavuna machungu hata kwa mapato yao. Kuna familia ambayo ilikuwa imebarikiwa na walikuwa wako na mali na kila kitu. Hata watu walikuwa kwa hiyo boma wenye wamesoma wako na mali na kila kitu. Lakini sasa ukirudi ukiangalia hiyo familia unaweza pata ya kwamba imeisha, na hata hizo mali zote zimeisha, na watu wakarudi wakawa maskini, ama watu wamekufa mpaka boma inabaki bila watu. Utaulizwa nini inafanya kwa kina fulani ndiposa hata maisha yenye ilikuwa kwa hiyo boma sahi haiko, ile mali yenye walikuwa nayo imeisha. Unaweza jiuliza ni nini imefanyika. Na ukifuatilia vizuri utapata ya kwamba kunaye kitendo ambayo ilitendeka yenye imeleta shida ambayo inakumba hiyo boma wakati huu. Na hiyo kitendo labda ilitendeka kupitia mtu mmoja, lakini ikafungua mlango ya shida katika hiyo boma kwa kila mtu. Mpaka sasa ukitazama yale inaendelea katika maisha ya wale wamezaliwa kwa hiyo boma ni ya uchungu sana. Kuna boma ambayo watu walikuwa tajiri, na siku hizi ukitazama hiyo boma imebaki na watu ambayo wengine labda wanaanguka kifafa, wengine ni wende wazimu, wengine ni walevi wa kupindukia. Maisha imeharibika kwa watu wamezaliwa kwa hiyo boma. Utajiuliza ni nini imefanya hii boma ikawa hivyo. Ndiposa asubuhi ya leo tumesoma katika maandiko yenye nasema ya kwamba tusidanganyike. Chochote apandacho mtu ndicho atavuna. Unapopanda mabaya ujue ya kwamba utavuna mabaya. Na kuna wengi wanapanda mabaya kama hawajui ya kwamba watavuna kile wanachopanda. Unapopanda mabaya katika boma yako ama katika maisha yako, jitayarisha ya kwamba utavuna mabaya kuliko yenye umepanda. Ukipanda mbegu moja utavuna moja. Wakati hiyo mbegu itakuwa ukienda kuvuna, utavuna hiyo mbegu moja imezaa mengi. Ndiposa kuna shida nyingi na tukumba na ilipitia tu kwa makosa ama dhambi moja ambayo ilitendeka. Kunai watu ambayo wanaishi maisha ya dhambi, na ile dhambi wanafanya hawajui ya kwamba hiyo dhambi itawadhuru wakati ikifika. Mpaka saa zingine unaweza kuwa umejificha, watu wanakujua ni kama wewe ni mtu mzuri, lakini matendo yenye unatenda kisiri ni ile mabaya ambayo hata istahili na wewe. Lakini kwa sababu shetani amekufunika macho, mpaka sasa unaona wewe uko tu sawa na unatenda kile unapenda. Ujui ya kwamba Mungu atakuhukumu kwa kile umefanya. Kuna wengi wachawi wanaroga watu kisiri, wanaua wenzao ama wanaharibu baraka na bahati ya wenzao kisiri, wakidhani ya kwamba wanapofanya hivyo ndipo watafaulu. Hata saa zingine unadhani ukifanya hivyo ndio sasa utakuwa bingwa. Saa zingine wewe na kuongelesha asubuhi ya leo, umeketi pale unanitazama, lakini unajua yale matendo ambayo unafanya. Kuna siku nilihubiri nikauliza watu nikawaambia ya kwamba hebu chunguza familia ama boma ya waganga wenye walikuwa wachawi wa kuroga watu na kuua watu. Angalia vile familia yao imekuwa. Hakuna familia mganga ambayo inaweza fanikiwa kwa maisha. Unapotenda hayo matendo yote, unaweza zitenda na uone ya kwamba wewe ni bingwa. Unaweza sema ya kwamba wewe hakuna kitu inakushtua, lakini kile unachopanda kuna wakati utaivuna. Saa hii asubuhi ninapohubiri kuna wengi wanavuna walipopanda. Wengine saa hii wanalia, hawana maisha yao imedhoroteka, wako karibu kufa ama biashara imeanguka kwa sababu ya kile walichopanda. Wengine walipanda mambo mengi katika maisha yao. Ama labda wewe ni msichana mdogo,
labda uko shule, we ni mwanafunzi, lakini ile tabia ambayo umeingia ile ya kuharibu maisha yako. Kuna wasichana wengi wanapokuwa wasichana wadogo, umri ya kuenda shule na kusoma, unapata ya kwamba wamedivert, wameingia raha. Na saa ile amepata mimba, anaadhi hiyo mimba. Na anapoadhi mimba, hajui ya kwamba kile anachopanda kwa wakati huu, kunayo wakati itafika ambaye ataivuna. Hiyo damu ambaye anamwaga akiadhi mimba, akiwa watoto kwa tumbo yake, hajui ya kwamba hiyo damu italia, kuna wakati itasimama mbele yake. Kuna saa hiyo mama wanalia katika ndoa, wanataka wapate watoto, lakini hawezi wakapata. Kwa nini? Kwa sababu ya kile walichopanda wakiwa wasichana. Wengine walitoa mimba, wakaua watoto, wengine hata walitupa watoto. Mpaka wengine watoto wametupa watoto mpaka umbwa makula watoto, ama wametupwa jangwani, kwa sababu wanadhani ya kwamba wanafanya siri yenye hakuna mtu anajua. Na ujue ya kwamba chochote unachofanya Mungu anakutazama. Hata ufanye usiku kama watu wanalala, Mungu anakutazama. Hata ufanye mchana ama ujifiche wapi, Mungu anakutazama. Sasa kile ulichopanda ndio sasa unavuna. Niposa umekuwa na magonjwa ya tumbo, shida ni mingi, unaota ndoto chafu, watoto ukilala unasikia sauti ya mtoto mchanga akilia. Ni zile vitu ulizopanda ndio sasa unavuna. Na imekuwa ni ya uchungu sana kwa maisha yako. Sababu sasa imeleta hata matusi na imeleta hata madharau, watu wanakudharau, unatusiwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kile ulichopanda. Kuna wanaume walipanda maovu, walitenda mambo ambayo hayastahili, na wakati huu sasa wanalia kwa sababu sasa wanavuna kile walipanda. Lakini asubuhi ya leo ninahubiri neno la Mungu. Mungu wetu ni Mungu wa huruma. Ukitafuta roho yako, ukijitazama vizuri, na upate ya kwamba mimi kama fulani kunaye matendo yenye nilitenda, na sasa navuna hiyo kitu ambaye nilipanda, unaweza ukarudia Kristo Yesu, ukamwambia Bwana unisamee makosa ambayo niliyotenda, ambayo sasa imeleta shida katika maisha yangu. Ako pale, Yesu wetu ako karibu na wewe na ako tayari kukusamea. Lakini kuna wengi tumefanya mabaya, tumetenda maovu, lakini tumekataa kubali Kristo atusamee. Bado tunaendelea na hizo maovu katika maisha yetu. Lakini asubuhi ya leo ukiketi pale, hata kama ulifanya nini, hata kama uliua mtu na siku hizi unaona yule ulimuua akikukujia. Kuna boma nyingi ukiketi jioni kama jua inatua, unasikia watu wanaongea kwa boma wenye hawaonekani, vitu zinatendeka, vitu fani, unashindwa nini naendelea kwa hii boma. Juu kuna wengine hata walienda hata wakanunua hata majini, wakafuga majini wakidhani ya kwa majini wataleta umali na watakuwa tajiri. Na kumbe shetani hana mali. Shetani ni muongo, ni mharibifu na ni muuaji. Alikudanganya, labda ukaenda ukanunua majini, ukadhani ya kwamba sasa utafaulu kwa maisha. Sasa hii ninapoongea asubuhi ya leo, hiyo jini nakula watoto wake na maliza kwa boma. Umezika mpaka sasa hata uko na uchungu kwa sababu watoto wanakufa, wanaisha. Ile mali yenye ulikuwa unasema ati utapata imeisha, umebaki ukiteseka. Hata haya majini wanakunyonga usiku unapolala, wanakutesa, maisha yako imekuwa na magonjwa yenye itibiki kwa sababu ya kile ulichopanda. Lakini Kristo Yesu bado yuko katika kiti chake cha enzi. Unaweza kubali ya kwamba Kristo niokoe. Shetani hana mamlaka kwa maisha yako utakapokaribisha Kristo kwa maisha yako. Hata kama alikudanganya ukafanya nini, ukikubali Kristo na ufungue moyo wako, useme ya kwamba Kristo niliteleza, niliingia katika hali ambayo si mzuri, nikatenda hivi na hivi na hivi, nisamee. Hata vile unavyonitazama kupitia runinga, vile ninahubiri na umeketi hapo, unaweza kubali katika maisha yako, ukachukue wokovu wa Kristo ili akukomboe katika hiyo minyororo ambayo imekufunga. Hata kama ni nini natendeka katika maisha yako, na unaelewa vizuri ya kwamba matendo yako ndio imeleta hiyo shida, Yesu Kristo ako tayari kukukomboa ili akusamee dhambi zako. Biblia inasema ya kwamba msidanganyike, kile ulichopanda ndio utavuna. Tusidanganyike. Kuna wengi tunasema tumerogwa,
lakini ukifuatilia matendo yako, wewe ulijiroga wewe mwenyewe. Matendo uliyofanya nimefanya hata sasa unaishi hiyo maisha. Kuna wengine hata waliua wenzao. Kuna wengine walifanyia wengine hata mabaya. Unaweza pata kijana anajaribu kuoa na ndoa haisimami. Akipata mwanamke hawaishi, wanakaa muda kidogo, bibi anatoroka. Unashindwa nini na kufanya? Ukifuatilia maisha yako vizuri, utapata kwamba kunaye hata msichana yenye ulifanyia machungu sana. Ulimfanyia machungu, hata wengine wamefanyia wasichana machungu mpaka wao wasichana wameenda wamejinyonga kwa sababu yako. Wengine wameharibu maisha ya watoto wadogo wasichana, mpaka huyu mtoto maisha yake imeharibika hivyo. Alafu wewe unataka maisha yako endelee vizuri. Unataka upate familia na uishi vizuri. Lakini kunaye mmoja ama wawili wenye wanalia kwa ajili yako. Wakiketi wanatoa machozi ya uchungu kwa sababu ya yale matendo ambayo uliwatendea. Labda ulimpatia mimba, ukamtupa na watoto, na wewe ukawachana naye, huyo mtoto anateseka, hana hata vile anaweza ishi. Wewe sasa unatafuta familia mzuri ama bibi mzuri, na kuna mwingine analia kwa ajili ya jina yako. Na kuambia ukweli, Mungu anasikia kilio ya huyo msichana. Mungu anasikia kilio ya huyo mwanamke ambaye ulimfanyia madharau ama ulimuumiza kiroho. Na leo asubuhi tunaposikizana na wewe, unaweza ukarudi katika nafsi yako. Useme, Kristo nisamehe. Katika maisha yangu kunaye matendo yenye nilifanya, ndio inafanya sasa napitia haya yote. Huwezi kuwa unaoa na bibi anakuacha bila sababu. Kunaye sababu. Na hiyo sababu wewe mwenyewe unaweza kuwa unajua. Lakini Yesu Kristo bado ako katika kiti chake cha enzi. Ako tayari kukusamea. Hii ndio sababu tunahubiri wokovu, ili watu wakapate kuokoka. Kwa sababu yale matendo yenye binadamu wanatenda wakati huu, mengine ni makubwa hata uwezi ukatamuka. Na Yesu Kristo yuko tayari. Hiyo ndio sababu alibeba msalaba mgongoni. Hiyo msalaba Yesu alibeba, ilibeba dhambi zetu na tabu zetu na shida zetu na magonjwa zetu. Tukimkubali katika maisha yetu, atatoa shida zetu, atatoa dhambi zetu, na atatoa hata magonjwa yetu, na tutapona. Na wengi wetu tunakubali kwenda kanisani, lakini kuokoka tumekataa. Hata kama tunajifanya tumeokoka, yale matendo tunafanya kisirisiri, inamaanisha kwamba tumekataa wokovu. Wengine hata tuko mbele, hata tunakaa kwa madhabahu, lakini tunaenda kwa waganga, mchana tuko kwa madhabahu. Na tunajifanya kwamba sisi tumeokoka. Mungu anatujua. Mungu anatutazama na yale tunafanya. Na yako tayari, ndio sababu anaweza hata kukuonya kupitia kinywa changu, ili ukapate kujua ya kwamba kile unachopanda kunaye wakati utakivuna. Kile unachopanda utavuna hicho kitu. Na Mungu tayari anakuonya ya kwamba badilika. Toka katika hiyo hali. Toka katika hiyo tabia. Rudi kwa Kristo Yesu. Surrender, ambia Kristo ni kowe, ni samee, Baba ni rehemu. Kwa sababu nimepita na nikafanya yale haifai katika maisha yangu. Biblia inatuambia kwamba msidanganyike. Mungu hadiakiwi. Chochote apandacho mtu ndicho atavuna. Na nikiongea asubuhi ya leo, hata kama wewe ni mama sasa hivi unanitazama, unajua sababu gani unapitia haya yote ambayo unapitia sasa hivi. Wengine walikuwa waizi, sasa hivi uko gerezani sababu uliiba. Unavuna kile ulichopanda. Umeishi katika maisha ya gereza, unateseka pale, labda uko na familia yako unateseka huko nje, hawana vile utaishi kwa sababu ya tabia yako. Umefungwa, labda uliua mtu. Umeshikwa na ukawekwa ndani. Umefungwa hata maisha, umefungwa miaka mingi. Na ukitazama vizuri ni kile ulifanya ndio imekuletea hiyo shida. Paka hata ukikaa peke yako unalea. Na kuambia kwamba Mungu amesikia machozi yako. Ako tayari kukusamea ili ukapate kuokoka na kutoe pale umefungwa. Hakuna uwezo ya kukutoa hapo. Lakini kama utagairi na useme ya kwamba Kristo nisamee dhambi zangu, kwa sababu ninavuna kile nilipanda. Lakini nimekuja Kristo mbele zako ili leo asubuhi ukapate kunisamea na kuniokoa na kuniponya. Kuna boma nyingi ukiingia unapata welevi wako pale kwa hiyo boma. Watu wanakunywa mpaka wote wanalewa. Unapata hata msichana akiolewa kwa hiyo boma, unaolewa kama ukunywe pombe. Lakini baada ya miaka 2, miaka 5, wewe pia umejoin the club. Unaanza kukunywa pamoja na bwana yako.
Unashindwa nini inafanya niwe mlevi. Wengine wanajaribu njia zote kutoka katika ulevi, lakini imeshindikana. Fuatilia vizuri familia ambayo umetoka, utapata kwamba kunaye mtu alikufa kwa kupitia pombe, aliuawa ama na sumu kwa pombe, ama alipigwa akiwa mlevi akakufa, damu yake inalia katika hiyo boma. Ndio sababu kila mtu anakunywa, mpaka wengi wanakufa kupitia pombe. Unajua unaweza kuwa unakunywa, hujui vile shetani atakuwa na pombe. Sio utakufa na sumu ama nini. Kuna magonjwa yenye pombe italeta katika maisha yako. Kuna wengine wanaambiwa roho imeoza kwa sababu ya pombe yenye ulikunywa. Shetani kazi yake ni kuua. Na vile atakuua, yani anapanga tu kila mtu na kifo yake. Lakini kile anahitaji ni kwamba akuue. Ndiposa anakuweka unakunywa pombe, unaambiwa pombe itakuua, lakini huwezi acha kwa sababu shetani anataka kuue. Waka ukiangalia kwa boma yako, utapata kwamba hata baba yako labda alikufa na ugonjwa, na hiyo ugonjwa ililetwa na pombe. Na wewe pia sasa hii ulevi imekuingia, unakunywa mpaka unalala nje. Unakunywa mpaka hata kukula ni shida. Unakunywa mpaka hata kununua nguo ni taabu. Unakunywa mpaka unakunywa hata school fees. Mpaka watoto wakosa kwenda shule sababu pesa ya karo umekunywa. Unashindwa nini na kufanya? Ni ile damu ambayo inalia kwa hiyo boma yenye pombe ilimuua. Lakini leo asubuhi ninapohubiri, kunaye damu ya Kristo Yesu ambayo ilitiririka pale Kalvari, ambayo ukikubali Kristo Yesu atakutoa kwa hiyo damu. Damu ya ulevi, damu ya ujinga, damu ya umaskini ambayo imekukumba, inafanya hata unafanya kazi na unakaa ni kama ufanyi kazi. Kuna wengi wako na mapato, lakini maisha yao ukiangalia unashindwa, huyu anapeleka pesa wapi? Hakuna maendeleo, hata yeye anaishi maisha yenye hata unashindwa ni nini, kwa sababu amefungwa. Lakini leo asubuhi ninapohubiri, Kristo mwenye amenituma nihubiri ako na uwezo wa kukukomboa na kukutendea kile unahitaji. Haijalishi unapitia hali gani, haijalishi nini nafanya maisha yako, haijalishi umedharauliwa kiasi gani, haijalishi umebaki kiasi gani. Hata kama unaishi katika familia na wote wamekuchukia, labda wewe ni mtoto, mama yako alikuja na wewe kwa hiyo familia, wamekuchukua kama adui wa hiyo boma, paka hata umetengwa, hakuoni kama mtu, hawakuoni kama mtoto wa hiyo boma. Unabaki peke yako. Ukifika mahali wako ni matusi, ni kelele, unafokozwa. Roho yako inakuambia sasa ujinyonge ama upotee. Na kuambia bado kuna tumaini kwa Mungu wetu ambaye ako na uwezo. Huyu Mungu utakapomtazama, utakapomkubali, hata kama watu wamekukataa na Mungu amekubali, na kuambia utafanikiwa. Hata kama watu wamekudharau kiasi gani, Yesu Kristo mwana wa Mungu bado ako na uwezo. Atakushikilia mkono, atakuinua. Na wenye wamekudharau, nilisikia mwimbaji mmoja akiimba, waliokudharau siku moja watakusalamia kwa heshima. Watakusalamia tu kwa heshima utakapokubali Kristo, utakapookoka na kutumikia Mungu wako. Na kuambia waliokudharau wote siku moja watakuja wakusalamie kwa heshima, kwa sababu uko na Kristo Yesu. Hata kama wewe ni msomi na una Kristo Yesu, na kuambia hiyo masomo yako ni bure. Ukiwa msomi na uko na Kristo Yesu utafanikiwa, kwa sababu Yesu Kristo ndio ana mamlaka na uwezo ya kuvunja nguvu zote za shetani na kazi yake yote katika maisha yako. So unaona kuna wengi hata ni madaktari, wamesoma udaktari, lakini shetani ya ulevi imeshika daktari analewa mpaka unashindwa huyu ni nani, kwa sababu amesoma tu udaktari, lakini moyo wake shetani ameshikilia, anaitumia vile anataka. Akikupeleka kwa ulevi unakunywa mpaka ulale huko. Akikupeleka kwa umalaya unaingia kwa umalaya na kichoko yote. Juu shetani ameshikilia nafsi yako, anaitumia vile anataka. Huko unaweza kuwa uko na brain, umesoma, uko na masomo, lakini roho yako nakwambia shetani anaweza itumia vile anataka. Lakini asubuhi ya leo ninahubiri neno ambayo liko na nguvu, liko na uwezo, liko na mamlaka. Nguvu za Kristo Yesu ambayo inatenda makuu katika maisha ya kila mtu. Asubuhi ya leo, hata kama wewe ni msichana, umejaribu ndoa na inashindikana, unapata mtu, mnaongea, mnapanga, mnaelewana, mnapendana, mwisho yake unatoka hapo na uchungu kama umekuwa disappointed. Na kuambia asubuhi ya leo, unaweza kurudi kwa Kristo Yesu. Useme, mfalme, nimeteseka, nimechoka na hali ya maisha ambayo ninaishi.
Chochote ambacho inatendeka kwa maisha yangu ni aibu kila siku. Kila mwaka niko na uchungu ninalea. Hakuna mafanikio, hakuna uzuri. Mwaka huu mfalme ninakurudia ili ukapate kunikomboa. Na kuambia asubuhi ya leo unaponisikiza vizuri, ukiamini tutaomba asubuhi ya leo, na Mungu wetu anaenda kutenda jambo kwa maisha yako. Ndiposa asubuhi ya leo nataka uanze kujiandaa, kwa sababu nataka kuomba na kila mmoja. Haijalishi hata kama wewe ni mgonjwa, kubali tu Kristo utapona. Hata kama umetafuta kazi miaka nyingi au huwezi pata kazi, mpaka wenye mlisoma nao wamefanya kazi, wamefanya maendeleo zao, wewe njia zako zimefungwa, hauwezi ukafaulu katika hiyo njia ya kutafuta kazi. Asubuhi ya leo nataka uamini ya kwamba Kristo mwana wa Mungu atafungua njia zako. Ndiposa nataka tuombe na kila mmoja ambaye ananitazama asubuhi ya leo. Haijalishi hata kama umekosa amani, hata kama ndoa yako imevunjika, bwana ametoroka amekuacha na watoto, ama bibi ametoroka amekuacha na watoto, umebaki peke yako, uko na huzuni, hauna furaha, asubuhi ya leo tunaenda kuomba pamoja na wewe. Hata kama umelazwa pale hospitalini na unanitazama pale umelala, nataka ukubali na uamini. Chukua mkono yako ukaweke katika mali na kuuma, ili tukapate kuomba ukapone. Najua Kristo Yesu anaenda kutenda jambo katika maisha ya kila mmoja. Nataka tuombe na kila mtu amini, tukapate kuomba pamoja. Baba wetu, kwa jina kuu la Yesu Kristo, mfalme, ninakushukuru asubuhi ya leo. Tazama huyu mama ambaye amelazwa hospitalini, ambaye anaumwa. Mfalme, hana nguvu ya kusimama. Nyosha mkono wako ukamguze na ukamponye. Tazama hii familia ambayo iko na shida, ambaye bibi na bwana hawaelewani, vita kwa nyumba. Mfalme, kuanzia leo natangaza amani katika hii ndoa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, huyu anayetafuta kazi, mfalme, ukamfungulia njia ili akapate kazi, jina lako likapate utukufu. Nyosha mkono wako ukapata guza kila mmoja. Yeyote ambaye ameinamisha kichwa asubuhi ya leo, ama amepiga magoti chini, mfalme, kwa ajili ya neno lako ambaye nimehubiri asubuhi ya leo, mfalme, ukamtendee. Tendea huyu mama, tendea huyu msichana, tendea huyu kijana na huyu baba, hata huyu mzee, kwa kile Mungu anayekuomba ili ukamtendee. Asante Jehova, kwa sababu uko na uwezo na hakuna nguvu ambayo inaweza simama mbele yako. Jehova, ninakuinua, ninakutukuza kwa sababu umetenda yote. Uinuliwe kwa sababu wewe ni Mungu. Na ni kwa jina kuu la Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Amen. Nashukuru Mungu ambaye tumeomba pamoja. Nataka uwe na imani ya kwamba Mungu wetu ametenda, na jibu iko, na utakuwa na ushuhuda yenye utakuwa unainua na jina la Mungu. Nataka nikwambia kwamba chukua hatua na ukatafute kanisa mahali injili ya Yesu Kristo inahubiriwa. Nenda pale, utapata mchungaji, utafundishwa, utaombewa, na utaona vile Mungu atafanya kazi katika maisha yako. Kwa hivyo toka, enda kanisani, utasikia neno yenye itakujenga. Na haya yote unayepitia, Yesu Kristo ako na jibu. Narudia jina langu ninapomaliza. Mimi ni Askofu William Abol. Mimi ni askofu wa kanisa ambayo inaitwa Father of Holy Trinity. Kwa sasa naishi hapa Nairobi, naishi Olympic Kibera, na hapo Kibera ndio mali niko na kanisa mali na hudumu. Ninawakaribisha wote wenye wangependa kuja kanisani mali na hudumu. Kama unatoka sehemu yote, ukifika town, enda railways, chukua gari namba 8, shuka Olympic stage ama ufike Olympic primary. Namba zangu za simu ziko kwa screen hapa. Ukipiga simu nitakuelekeza vile utafika mali niko. Na hata kama uko mbali na ungependa tuongee na tuombe pamoja, utanipigia simu ili tukaongee, tukaombe. Wengine wanapiga simu Jumapili ninapokuwa kanisani. Sasa saa zingine hautanipata sababu nikitoka naingia kwa kanisa mpaka late, saa zingine jioni sana. So ukinipigia leo jioni ukapata niko busy, piga kesho Monday, tutaongea na tutaomba pamoja. Tuko na kanisa hata ukiwa huko Siaya, tuko na kanisa Uganya Sega. Ukiwa area hiyo, ukipiga simu nitakuelekeza kwa mchungaji wa hapo. Ukiwa Imbo Usenge, tuko na kanisa pale. Ukiwa Lego Ngia, tuko na kanisa hapo. Ukiwa Murmalanga kwetu, sababu natoka hapo Murmalanga, tuko na kanisa pale. Tuko na kanisa hata sehemu za Kadongo, uko Kabondo. Tuko na makanisa sehemu tofauti tofauti. Hata ukiwa Yude, uko Asembo, ukipiga simu nitakudirect vile utakutana na wachungaji wetu wenye huko.
utasaidika. Ukiwa Kayole ama Dandora pia tuko na branch huko. Ukinipigia nitakuelekeza. So chukua hatua, upige simu, tutaongea na tutaomba. Namba zangu za simu ni 0721 280025, 0721 280025. Airtel number ni 0782 495083. Haya namba yote iko hapa kwa screen. Chukua upige kwa wakati wako. Mbarikiwe mpaka Jumapili ijayo. Shalom. Eternal Father, I offer you